Just in case siku nyingine tena baada ya timu zetu, timu pendwa kabisa nchini kuondoka kwa ajili ya michuano ya kimataifa, tumeona kwanza tufike tuone tathmini yako. Simba ameondoka, Yanga ameondoka. Tuanze kwanza na Yanga. Ni nafasi ipi ambayo unawapa kwa wapinzani wao ambao anaenda kukutana nao? Je, unahisi ni sehemu ya kwenda kujiuliza ama anaenda kupita kama mteremko tu? Kupira miguu au na mteremko. Nakumbuka kuna mwaka Simba alipotezaga hapa na Botswana wale. Jwaneng siyo Galaxy yule. Na ilikuwa comeback ambayo Simba alishamaliza shughuli kule. Lakini hapa katokea kitu cha ajabu ajabu hivi kafanyika comeback. Na mambo kama hayo. Yudi Songo Simba alipata sare kule bila sijui kuja hapa sare ya 1-1 Jose Luis Mikisone ndo introducing himself, right? Na mambo yakawa magumu. Kwa hiyo tusiunderrate kwa kiasi hicho mpira wa miguu. Ni mabingwa upande wao hapo hatua hii hapa. Umeona hii hatua ukitoka hapa makundi ambao ndo hatua ambao Simba yupo, Yanga yupo. So mimi sio mtu ambaye nakaga kwenye eneo hilo kwenye kuamini hivyo. Sema tu kwa sababu ya class current form walionayo si Yanga na Simba, ukubwa wao walionao saa hii top 10 katika klabu zenye ubora barani Afrika, of course number 9 Yanga, number 4 Simba na vitu kama hivyo, muendelezo kuendelea kufanya vizuri michuano ya kimataifa, aina ya nyota walionao, uwekezaji ambao umefanywa na Simba na Yanga, no doubt kwamba tuna viashiria vya kusema tuna 80% hadi 75 timu zetu kufanya nini? Kufanya vizuri. Lakini sio kusema kwamba eti ni mteremko. No, mpira miguu una matokeo ya ajabu sana bro. Na si tu itakuwa imeanzia Afrika au kwa Tanzania, mambo hayo yapo hata ulimwenguni. Watu wanaumbuliwaga na watu ambao ni wala uwategemei, si ndio? Yeah. So kwangu mimi siwezi kuwa na mmoja wa watu ambao wanaamini kwamba eti Yanga anamchekea au Simba anamchekea. Wakacheze, waonyeshe umahiri wao, ukubwa ambao tunauona kwenye picture, si ndio? Kwenye makaratasi na sajili na vitu kama hivyo, investments, vitu kama hivyo. Alafu safari hii klabu bingwa kuna fedha hatua zote hizi. Kwa wachezaji wanza kaambiwa tu bwana liwe jua afe beki afe kipa hapa bwana, sisi namna gani? So no, football hatuitazami hivyo, hatuichori hivyo. Yes. Yanga wameamua kuchukua kocha msaidizi kutoka Malawi. Unahisi ilikuwa karata maalum kwa ajili ya wapinzani wao hawa ama ni uhitaji wa ndani ya Yanga kuwepo na kocha yule? Yanga imekuwa na mafanikio ya miaka 4 mfululizo. Yeah. Na hayo ni mateso. Unasema kutafuta njia ya kufika juu, it's very easy. Ila kuendelea kusalia pale juu au kuboresha zaidi ulichonacho ndo mtihani. Kwenye kumaintain hilo, Yanga imetoka kusuasua wakiwa na Nabi wakati anaingia. Imestruggle, ikakaa sawa, ikatengeneza timu bora sana. Ambayo akaja Gamondi watu waliofia, lakini naye akaendeleza ikawa bora sana. Umeona hapo kwenye bora nikasisitiza zaidi Anatokaje kauanza msimu wa 24-25 kwa kusuasua, akapoteza michezo mitatu. Nakumbuka mchezo wa klabu bingwa dhidi ya MC Alger nao ilikuwa ni kocha Ramovic alivyokuja. Naye akabondwa. Lakini baada ya hapo Ramovic akawaka hivi baada ya kutoka, nadhani ilikuwa wametoka Kongo 1-1 Dube anachomoa ile. Yanga kaona kumbe klabu bingwa hatujatolewa bado. Wakatoa shapoteza michezo miwili na sare hiyo moja. Lakini waliona kumbe inawezekana hivi. Yanga ikawaka hivi. Ndani nje ilipiga watu 6, 5, 8 ngapi hivi na mambo kama hayo. So kila hatua ya kwanza uaga ina changamoto, ina vitu viwili. Either uanze kwa moto sana au uanze kwa kufaniki, kwa kuchechemea. We good. So akaingia Hamdi akakuta upepo mzuri, kapita nao. Mwisho wa siku kamaliza, kamfunga Simba, kabeba katatwaji. Kametwa taji. So kwangu mimi naamini ujio wa kocha huyu baada ya vitu ambavyo pengine kuna ripoti ya awali lazima itoke, si ndio? Jambo lolote lazima iwe na ripoti. Timu amekuja kocha mwezi wa 7 mwishoni kwenda wa 8, kakaa Agosti, Septemba, Oktoba hapa. Bwana kabla ya ripoti ya miezi mitatu ya robo ya kwanza ya msimu, tumeona miezi miwili ya kwanza tumechechemea pahala fulani. Nini kifanyike? Kocha huyu msaidizi amepata maradhi, anaumwa. Tunafanyaje kocha? Kocha anaelemewa, anatakiwa apate kocha msaidizi. Okay, unahitaji kocha wa aina gani? Nahitaji kocha ambaye kutokana na resources tulizonazo, aina ya wachezaji tulionao,
tunahitaji kocha mwenye ufundi fulani. Unaamini kocha akija kocha wa aina hii utaweza kusaidiana naye? Yes. Leta kocha fulani, mfanya homework yao, mawasiliano yamefanyika, ameletwa kocha huyu. Kwa anakuja kuongeza nguvu. Na kocha huyu ni kocha ambaye anaamini kwenye kumiliki mpira muda mrefu. Kucheza soka la kufurahisha. Ameshaonekana Falls ni mzuri zaidi timu yake kuwa na hali ngumu sana kuachia nafasi ya wewe kupata goli. Wanacheza direct football. Wanakuacha wewe uje, wanachukua mpira, wanakuzuia, wanakuattack kwa haraka, si ndio? Tuliona tele nafasi ambayo ikosa kuwa siku ya Simba na Yanga, unakumbuka? Kwa wanaattack kwa haraka sana, wanafanya transition, wanatoka kwa haraka sana kwenda kwako ili wasikae muda mrefu na mpira. Huyu anakuja kuongeza nguvu. Wakati tunatoka tusiwe na haraka. Tuhakikishe kule juu kuna watu, tucheze kwa space, ndio? Watu wanaenda wide, waende wide, wanaobaki kati, tupiga long range passes, watu wanajaa kati. Kina Pacome hapo, kina Max hapo, kina Mudathiri haya. Whatever, iwe Kouma, iwe Dumbi au vyovyote vile. Tukae na mpira kwanza, tucheze nao, tujidai. Sex football, ndio? Watu wana hesitate, unaenda kulia, unaenda kushoto. Nimekaa vizuri, turudi nyuma, tucheze tatu miliki. Andambwile yupo, atarudi na mpira bara, au kama ameanza bara Conte, you never know. Lakini tuna mafullback wa aina gani? Mafullback wetu ni watu ambao wanashambulia muda mrefu. Kule kuna Israel Mwenda, huku kuna Mohamed Hussein Zimbo Shabalala, whatever, au labda yupo yule Boka. And that's why unaona kocha alikuwa anamtumia Boka zaidi kuliko Mohamed Hussein Zimbo Shabalala. Kwa nini? Amekaa na Zimbwe hajamaliza wiki 5. Yaani Zimbwe Yanga hajakaa na kocha wiki 5. Kakaa naye yani hivi na hivi wiki 2 tu. Unaweza kumtumia mtu huyo, lakini unaye mtu ambaye umekaa naye miezi 3 mfululizo Boka. Kwa sababu gani? National team call up ziko zina Shabalala zinabidi majukumu yake ya national team. Umeelewa? Kikosi chote cha Yanga hakijawahi kukaa pamoja njui siku 35. Walikaa siku 12, timu ikaitwa ikaparanguka. Wakaja tena baadaye wakakutana siku 13. Kwa hata siku 30 hawajamaliza, wakiwa wametimia full squad. Kwa hiyo ni changamoto pia. Na ukifuatilia hilo, aina ya nyota alionao na potential iliyopo katika hizi mechi chache 7-8 ambazo washacheza Yanga, amekibadilisha kikosi cha kwanza mara 4. Diarra peke yake ndio mchezaji aliyejirudia kikosi cha kwanza mara 6 mfululizo. Kwa namna ambavyo mwenendo wa kikosi kwa timu ya Yanga kwa mechi zilizopita, kumekuwa kuna kelele sana nyingi sana za mashabiki. Mara hatumtaki kocha, mpira unaocheza sio mpira wetu. Hili jambo wewe unalionaje, kwamba ni kocha hafiti kwenye mfumo wao Yanga waliozoea, kwamba ubadilishe kocha, ama tubaki kwenye process kama yeye anavyosema kwamba yupo kwenye process, tuendelee kumsubiri? Mshabiki sio mtu wa process, ila mimi mtu wa process, naamini kwenye process. Wadau wa mpira ambao nao wanajiita wachambuzi sio watu wanaoelewa neno process. Wao wanaamini kwamba Yanga ni bora, Yanga imefika pale, inatakiwa iwe na muendelezo. Wako sahihi. Yaani mshabiki yuko sawa, mdau wa soka ambaye naye ni mchambuzi, ila alisomea mambo ya mahafali, procurements, mwingine mwanasheria, lakini naye ni mdau wa soka ambaye anaitwa mchambuzi. Naye ni sawa, lakini ukikutana na George Ambangile, kocha, hawezi kukuelewa hilo swali. Au Geoffrey hawawezi kukuelewa. Au mtu kama Edgar Kibwana, wale ni wachambuzi wa soka na michezo. Hawa watakwambia kocha anapakiwa kusalia. Nimetoa sababu hapa 3. Timu haijakaa pamoja muda mrefu. Hawajuani, kocha hawajui. Kocha amepewa project ya muda mrefu, sio short term plan. Ingekuwa short term plan hata Hamdi angebaki. Ingekuwa Yanga wanataka short term plan, Hamdi na Aucho angebaki. Ila kwa sababu walishaamua tunafuta kwa 70% ile Yanga tunayoifahamu. Ndio maana mtu kama Aucho kaachwa. Kwani Aucho hajui mpira? Si captain wa Uganda, si captain wa Singida. Gamondi si yuko kule. Anafanya vizuri, afanye vizuri. Wewe ungeweza, ungekuwa kocha wewe, narudia hili swali tena kwa mara ya 4. Wewe ungeweza kumwacha Aucho ubakie na Andambwile? Wewe ungeweza? Ingetegemea na mahitaji yangu, kwamba nahitaji nini kwa wakati huo. Ndio kocha umefika, Aucho ni pale 4 times consecutive champions, the Cranes captain. Wewe ungeweza kumwacha Aucho ubakie na Andambwile ambaye umjui, hajacheza, huna klipu zake, huna rekodi yoyote? Ungebakia naye wewe? Sio rahisi.
lakini Hersi na jopo lake waliingia kichwa ngumu, wakamwachia Aucho, wakamuongezea mkataba miaka 2 ya Ndambwile. Kwa hiyo ndio kidogo ufikirie wanataka nini, long term plan. Kwa hiyo lazima ukubaliane na matokeo. Leo hii Ndambwile tegemea, kuna mtu anatamani Ndambwile akae nje? Very simple question. Fadlu yule kumweka Okajefa captain wa Nigeria afu unaanza na Yusuf Kagoma, ongeelewa? Ilikuwa rahisi kumwanzisha Fabrice Luamba Ngoma afu muweke nje Fernandez Mavambo. Wao ulielewa? Watu wa Simba walimuelewaga Fadlu pale. Sana nadhani unanielewa point yangu na maanisha nini. Tuamini kwenye walimu, tuamini kwenye hao wataalamu. Wachezaji wamesajiliwa, wamewakuta, wengine wameletewa, si ndio? Wengine wamewapendekeza. Anaambiwa bwana, mchoro wetu sisi tunafika, goli letu ni pale. Sawa. Lakini kabla ya hapo kuna there is no mission without vision. Mashabiki na wadau wanataka mission. Vision yako ni ipi? Wewe ukiulizwa makubaliano ya Falls na Yanga ni yapi, wewe unayajua? Hiyo ndio vision. Tumeona Boka amecheza wakati Mohamed Hussein akiwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Bila shaka Mohamed Hussein alikuwa akionyesha ubora wake akiwa kule. Kwa ubora alionyesha Mohamed Hussein na Boka, wewe hapo ni nani unaona ni zaidi kuliko mwingine? Mohamed Hussein akiwa timu ya taifa anacheza na nani? Nado. Huku yuko Maxi, yuko Mzize kule na pembeni kule. Sasa Shabalala ameshacheza na Maxi? Bado sijamuona akicheza naye pamoja. Boka amecheza na Maxi, hajacheza naye? Amecheza na Mzize mwaka jana na mafanikio, hajacheza. Anamjua Pakome, amjui. Haya wewe panga, unapangaje hapo? Swali langu kwa ni nani unaona ni bora zaidi kuliko mwingine? No. Wewe kweli mdau wa soka. Sasa mimi sio mdau wa soka, ndio shida inakuja hapo. Mimi ni mtu ambaye anazungumzia mpira wa miguu. Kocha anataka kile ambacho tayari kishafanya. Kocha yoyote anayejitambua. Shabalala ni beki bora miaka 8 mfululizo kwenye ligi yetu, namba 3. Kweli sio kweli? Lakini amecheza na Baka kwa muda mrefu kama Boka. Anakutana naye national team ndio. Kocha wa national team ndio yule Morocco. Umeelewa point yangu Kwa Boka anamjua Ndambwile, Boka anamjua Baka, Boka anamjua Maxi, Boka anamjua Mudathiri haya bas, Boka anamjua Pacom, Boka anamjua Mzize vilivyo. Yes, Shabalala anakutana na Ganao mechi 1-2 ndani ya wiki. Hawa watu wamekaa naye mwaka bro. Pika pakua. Makocha wanaojitambua ndio wanafanyaga kazi hivyo. Ataingia kwenye kikosi taratibu. Pacom akusuasua kuingia kikosi cha kwanza Yanga kwa Gamondi. Alisuasua. Aucho kwa Nabi akusuasua. Amesuasua pia. Baka alivyoletwa alianza tu kwa Nabi. Naitwa Justin Kesti 92.5 Mjini FM. Swali lingine. Turudi sasa tuone kwa Simba. Simba nao wameondoka. Ya kitu kikubwa ambacho kinazungumzwa pia mtaani kwamba wameondoka na meneja yao hana vyeti. Na wengi wanazungumza kwamba inawezekana hata Matola ana uwezo zaidi kuliko Pantev. Baadhi ya watu wanazungumza hivyo, mashabiki wengi wanasema kwamba sasa nataka wewe uweze kulinyosha hili jambo. Ni sahihi maono na mambo yanayozungumza mashabiki kwamba inawezekana Matola kawa na uwezo mkubwa zaidi kuliko Pantev ama? 90% ya viongozi wa Simba na wenye mamlaka saa hii ukiondoa labda Mo, wote wamemkuta Matola Simba Matola 2000 kabla 2003 ambao walienda kumtoa Zamalek. Matola akiitwa Veron. Kwa anaijua Simba, amezaliwa Simba, amekulia Simba, amezeekea Simba, kaenda Afrika Kusini karudi, yupo Simba. Anajua mwanzo wake baadaye na kesho kutwa. Wao nadhani walikuwa wataki kubaki naye yeye mpaka wakamuongezea Pantev. Huo mwito wa manager siju nini, hizo ni nyinyi tu jinsi ambavyo mtaamua kupanga structure yenu ya uongozi wenu. Umeelewa, au mtindo wa taasisi yenu. Yule kocha ni kocha mzuri. Kukosa vyeti wala isumbui. Dabo alikuwa hana vyeti. Tuzo zilikuwa zinaenda kwa Bruno Feli mpaka za hapa ndani kwenye ligi. Mnakumbuka Ilikuwa ikija kocha bora Azam wamechukua mara 3 kama nakosea yeye na Dabo. Kama nakosea yeye mara 3. Lakini zote zilikuwa zinaenda kwa Bruno Feli, lakini wao wanajua kocha mkuu ni nani. Yale alikuwa ni makaratasi. Alafu mimi sio watu wa hivyo sana wanaoamini kwenye makaratasi. Mimi naamini kwenye ufanisi zaidi. Mimi Justin Case. Naamini zaidi kwenye ufanisi, sio makaratasi. Yule kocha mzuri mara 3000 kuliko tunavyoongelea. Ila amekuja kwenye Simba ipi? Simba ambayo ina utayari upi? Wanaenda kudeliver nini? Hata kwa sababu alikuja Benchika hapa, kocha bora Afrika.
Alibakishwa kwenye benchi kama hivi, afu mkoani huko watu washampagawisha. Benchika, kaja kocha bora, alichukua kombe la shirikisho mbele ya Gamondi, si ndio? Ndio. Tuko sahihi eh? Na Nabi, finali na Nabi. Si ndio eh? Na Nabi alichukua na akaenda kubeba Super Cup dhidi ya Al Ahly. Alibakia kwenye benchi hivi mkoani Kaganda hivi. Peke yake. Ligi hii kwa unaweza ukawa kocha bora na ukashindwa, kwa sababu hata Carlo Ancelotti ashaendaga Everton. Carlo Ancelotti ashaenda Everton, lakini alivyoenda baadaye Real Madrid kabeba mikombe tena budu, si ndio eh? Kwa inategemea umekutana na mchezaji gani, wakati gani, timu inataka nini, na wakati gani, ligi ipi, against opponent yupi. Hiyo ndio issue ya kuzingatia hapa. Ni kocha mzuri, na kama Simba watatuliza kichwa, watashirikiana vizuri na Matola na uongozi wao wa juu, watafanya vyema. Mashabiki wabakie kushabikia matokeo, wadau muendelee kudadavua, wachambuzi wachambue, wanahabari wahabarishe, tugawane majukumu. Shabiki shabikia, mdau dadavua. Sawa, yani kile unachokiona kama maoni. Usifundishe kocha, usimwambie mtu wa juu wala anaweza, dadavua. Mchambuzi achambue, mwanahabari ahabarishe. Kwa kikosi cha Simba kilichopo sasa hivi unamtabiria mafanikio? Ana mawili. Ndiyo. Apitie upepo wa Fadlu, aongeze vitu vyake, apite nao. Ndiyo. Kwa sababu hata Gamondi pia alikuta upepo wa Nabi. Ndiyo. Ambao Ramovic akapita nao, Hamdi akapita nao. Au anaweza akasema atataka kuimplement vitu vyake vipya, akajikuta anaanza ligi upya. Kwa hiyo inaweza akastack kidogo. Kwa hiyo ina mawili. Apate upepo, apige double, afanikiwe zaidi kuliko tunachotarajia, au pengine akasuasua kwanza alafu baadaye je ikae sawa. Kwa sababu kuna 70% hadi 80% wachezaji ni wa double. Ni wa Fadlu ambao alikuwa ashatengeneza. Mfano Kamara yupo, si ndio? Hamza yupo. Namba 2 Kapombe yupo. Namba 3 tofauti mpya, si ndio Yusuf Kagoma yupo. Namba 8 mpya. Sawa? Uko juu kote kule. Mimi naona wale tu. Waliobadilika sioni. Elia Mpanzu yupo, Dennis yupo na watu wengine wapo. So ni maeneo machache sana atayumba au afanikiwe moja kwa moja. Sababu hata nakumbuka Gamondi alivyokuja pia Yanga alimbadilisha namba 2 ambaye alikuwa ni Yao Kwasi Atola, akampa Pakome, akampa, umeelewa, na Max pia akampa. Kuanza kuongeza watu watatu au wawili wanne wakaongeza, na pia wanaweza wasiongeze. Kwa hiyo inakuwa na 50-50 of course. Ila I wish all the best kwa upande wa Simba, I wish all the best Yanga, Azam na Singida. Umemtaja Kamala kwamba bado yupo. Tumeona kwamba saizi amepata majeraha na golikipa mwingine ameweza kushikilia nafasi pale Simba. Unamtabiria kwamba Yakubu anaweza kushika moja kwa moja kwa sababu naye anaonekana na uwezo mzuri Tanzania. So far local goalkeepers ambao tulionao nchini, Yakubu alikuwa kipa bora so far kwangu mimi. Ndio maana tunamtumia national team. Sawa, pengine Morocco na mambo yake, lakini Yakubu goalkeeper mzuri sana. Amefanya vizuri sana kwenye misimu hii miwili mifululizo iliyopita, no doubt. Au wenyewe Simba ashawapa kazi sana. Mpaka alivyoingia yule mchezaji akaja kuwapa matokeo Simba dhidi ya JKT. Unakumbuka? Alienda kumchezea foul Kapombe bila sababu. Lakini kipa mzuri sana alitoka JKT, mzuri sana. Namuombea heri kweli afanikiwe. Yes. Kwa maana hiyo unampa nafasi ya kuchukua namba moja kwa moja mbele ya Kamara. Awe. Haje kuumbwa hivyo. Kamara next level. Tusiwe watumwa namna hiyo. Sije kuingia ugonjwa huo na hutakuja kunipata. Niko makini eneo hilo. So uzalendo ni upuuzi. Kwa sababu Mtanzania huo upuuzi. Kwanza mwenyewe ataniona chizi. Yaani huyo kipa yule anaitwa nani? Yakubu atanaona chizi. Yaani kama namuombea eti amnyang'anye namba Kamara. Yeye mwenyewe atanaona wewe nini uchawa gani huo? Mimi sije kuwa chawa bro. Lakini Kamala ameonyesha kufanya makosa mengi ambayo mengine bahati mbaya, lakini mengine yanaonekana kama ni uzembe fulani hivi akiwa anachezea timu ya Simba. Level. Kuna class afu kuna form. Class is permanent bro. Unazungumzia goalkeeper namba 1 wa Guinea. Hapa mniache kidogo. Mbona unataka kunikosea heshima brother? Sawa, tumalize na hili hapa. Una Pandev lakini pia una Romain Folz. Ungekuwa wewe umeambiwa uchague kocha mmoja, unamchukua yupi? Kwa Yanga ningemchagua Folz, kwa Simba ningemchagua Pandev. Au unataka nimchague mmoja? Unataka uchague umpe yani una timu yako unataka umpe kocha. Kati ya hao wawili unachagua yupi awe kocha wa wachezaji wako? Inategemea na wachezaji wa aina gani. Ndio maana nikwambia kwa Yanga haina wachezaji walionao Yanga, wabakie na Folz. Ila wachezaji wa Simba Pandev sawa. Au mfano nimepewa Azam sasa nichague kocha katika Folz na huyo. Ningemchukua Ibenge.
Singida ingebaki na Gamondi. Shukrani sana. Barikiwe sana.